Right now I'm very single. Sasa nani alitoka? Yeye ndo alitoka ama wewe ndo ulitoka? Anionyeshe kuna vile anaweza change. Bado hapo naweza fikiria kumpea room. That's why umeona nimekuambia niko single but si tafuti mtu. Hi guys, hi family, hi YouTube. How are you doing? I hope everyone is good, everyone is okay. Kila mtu anafanya kila mtu ako poa. If you're not okay, comment hapo chini. What is not happening? Yes. Okay? So, kuna story nilifanya, was it last week? Yes, about Frederick. Alikuja akaniambia I want to test and know if my wife is loyal to me because something good is about to happen and I want to know the real person. Ako aje. So nikakuja na idea tunaweza mpeleka hosi, then we did what we did. So kama hujawatch hiyo video, go watch that video. Ndo uelewe nini na happen hapa. Na by the way, some people walikuwa wana confuse the whole video. Like unapata kuna mse aliwatch only the first few minutes na akajump into conclusion. Oh, hizi vitu huwa ni script. We scripted part ya OC. Okay? You know, mimi ukikuja uniambie nataka unifanyie loyalty test, I'll have to sit down and make sure that it is a loyalty test. Ile design yenyewe tutapata real reaction, okay? So kama kwenda OC, it was my idea. Tupeleke pale Frederick, then we pretend like alipata a small accident, akapata amnesia, and that was why alikuwa pale. So I think all went well. Tulipata change kwa tunataka. Na I was happy because Frederick alikuja akajua who the real wife was to him, si ndio? Yeah. Ni aje? Kati sana. Nimeshukuru sana umenipigia ukaniambia. Actually mimi ndo nilikutafuta after bibi yako amenitafuta. Sijui alitoa namba yangu wapi, but I think alitoa online. Alikuwa online. Amenipigia akaniambia pole, nimejaribu kuongelesha bwana wangu asikii. Sasa nikasema mimi hii maneno sijui, mimi nilimaliza kazi yangu na sikuenda kuharibu ndoa. Nilienda tu pale ujue chenye unataka. So uko aje sofa? Niko fiti. Kwanza nashukuru mazee. Juu hata ulifanya nikaelewa, na mimi sikuwa kuna kitu nilikuwa naelewa. But now nishaelewa ni nani niko naye. Na ni vizuri sana wakati mko na mtu jaribu kujua ni nani uko naye. That's why wanataka kama ni loyalty test, ikuwe loyalty test. Exactly. So 8 years zimeenda tu hivyo ama ulidecide nini? No. Niliamua acha tusiende hivyo. Sababu sasa unajua ukishajua the person mwenye mnakaa na yeye itategemea vile hako. Sasa ile decision nilimake kulingana vile yeye alireact. Okay. So niliamua tu acha hiyo 8 years imwagike. Na wacha niendelee na maisha. What about the kids? The kids niliamua acha tu nikae na wao. Hakukatalia watoto? Watoto kukatalia kwa sababu nao niliona hata angekatalia bado ningemwachia, lakini wa kids nawapenda. Na hivyo nikasema tu acha nikae na wao. Let me ask you this. Wale watoto walisema si wako. Hiyo kitu ya kusumbua like hujataka kujua mbona alisema hivyo ama hujataka kwenda maybe ufanye DNA confirm? Hiyo ukitaka kitu kama hiyo itakusumbua kwa akili. Sasa watoto hawajui ni nini ilikuwa inaendelea. Na mimi nilikuwa the person nilikuwa nataka kujua ni wife, si watoto. Lakini watoto vile wako, iwe ni wangu wawe si wangu, so long as wamekubali kukaa na mimi, sina shida na wao. Okay. Nilikuwa worried maybe unajua kuna yule msemo mwenye anaweza smile hapa mbele yenu alafu akitoka aende kufanya vitu mbaya. But nashukuru like you never ukufanya kitu mbaya. Hakuna kitu nilifanya. Na wakati vile tumeomba sisi wanaume, sisi ni viongozi. Na kiongozi unafaa kukasirika baada ya kila mtu kukasirika. So haingewezekana nikasirika ama niende kufanya lolote. But mimi nilikuwa na haja ile kitu nilikuwa na haja nijue nilijua. Then from there nikaamua acha nimake decision. Ndio niendelee. Uendelee vizuri. Okay. Kuna swali lingine pia naweza taka kujua because hata kuna watu wengi walikuwa pia wameuliza tunataka part 2, tunataka. Guys, I didn't see the need of part 2 because
ile kitu tulikuwa tunataka kujua, test loyalty, tulifanya na tukajua. So maybe swali lingine yenye naweza kuuliza ni hii. Nilisikia kuna business. Yep. How did you go about it? Nani alibaki na business ama nani alifungua? Business unajua obvious kama kawaida. Sisi wanaume hatupendi mwanamke akae kwa nyumba. Ilifika mimi business ni mimi ndio nilimfungulia. So wakati nimemweka pale akae busy kiasi. At least unajua ujuangi vile kulienda vile niliwaambia nilikaa nje for like 4 months. Yeah, 4 months. Sasa kama nilikuwa nje for those 4 months, kama singekuwa na zile business, sinaona tungehangaika. Na business ilikuwa zako but she reacted that way. Yeah. Like amechoka kulisha. Mimi ndio nilimfungulia. Yeah. Okay. But uko na like mimi naweza sema you are a strong man. Inabidi. Ingekuwa mtu mwingine sidhani kama tungekuwa tunaongelelea kitu tunaongelea sasa. Ni kweli. Ni kweli. So the good plans zenye zilikuwa hapo ahead. Ushaanza process ama bado? Process bado inaendelea. Na I'm almost so actually niko almost done. Okay, almost. Yep. Okay. Okay. Na sasa utaenda watoto watabaki na nani? Hao watoto sasa ndio tena nimepiga mahesabu. Lakini kuna vile nitapanga watoto tu bado iwe nimeenda iwe sijaenda bado watakuwa kwa mikono yangu. Nice. Sasa okay. Right now are you single ama bado akona room anaweza rudi? No. Kuna watu wanataka kujua by the way is juu kuna watu wamenipigia 2 3 nikamwambia right now siwezi wajibu. Maybe wewe ukuje useme peke yako. Ni vizuri kusema mwenyewe. Right now I'm very single. But I'm not ready. Siko ready to search. So kuna vitu napanga 1 2 3. And then when I will be ready, nitakwambia. Utaniambia. Haina shida. Mimi sijui kama niko sawa na dakika zangu. Let me just say thank you so much for calling. At least nimeacha kukua worried about Fredrick alienda kafanya nini, sasa nini inaendelea. Ndio nataka kukwambia ama wale wenye wanatazama pale maybe inaweza kwambia like now kama mwanzo ya upande wa watoto vile nilikuwa nimekwambia mipango yangu vile nilikuwa nimeipanga itakuwa tu vile kama itakuwa successful vizuri hata kama nitaenda but anionyeshe kuna vile anaweza change bado hapo naweza fikiria kumpea room. That's why umeona nimekwambia niko single but sitafuti mtu. So kwa hivyo akionyesha dalili mzuri ama akionyesha kuna vile anaweza change bado nitampea room. Jueni at the end of the day ni mama ya watoto wako unless watoto si wako. So mimi naweza taka kuuliza kujua pia jua kitoka pale alisema ukujie nguo zako sijui mahali fulani. Sasa nani alitoka? Yeye ndo alitoka ama wewe ndo ulitoka? Sasa hapo kitu naweza kuambia unaelewa mama. Akiwa na machungu ile masaa anaweza sema kitu yoyote hivi. Lakini kumbuka pale ni kwangu. Angeweza kunitoa. Hizo manguo vile alisema. Lakini at long last yeye ndiye alitoka. Baada kama alijua nimeshajua alitoka na vitu zake? Vitu zake alitoka nazo, Okay. Sasa yeye ndiye alitoka nazo. Although kuna vitu zingine ameacha kiasi hivi lakini mingi alitoka nazo. Unajua kuna ile kitu huwa inafanyika watu wakiachana. Unapata tulinunua vitu pamoja. So unapata kama bibi ndo alikuwa ananunua vitu mob. Akikuacha unabaki kama ndo unaanza maisha. Vizuri vile umeuliza. Leo kitu naweza kukwambia sasa kama mwanaume. Kama umeoa kwa nyumba yako usikubali bibi anunue vitu kwa nyumba. Bibi wacha anunue mavazi. Wacha anunue chakula. Ile kitu mnaweza kula iishe, hiyo unajua imeisha. Mavazi ile siku ataenda hata kama wewe ulimbaia mavazi hiyo bado ni yake. Lakini vitu kwa nyumba mimi hakuna kitu nilikubali yeye anunue. Okay. That's why hakwenda na kitu kwa nyumba. Apart from mimi yeye kunipigia simu aniambia Faustin nataka kuongea na Fredrick nimuombe msamaha. Yeye amejaribu kupigia ama wazazi wake? Amejaribu. Hata baada ya kutoka kwa nyumba
alijaribu kurudi lakini hatukuwahi patana, lakini simu nazo amepiga. Lakini hizi simu vile amezipiga na kulingana yale matamshi alitoa pale, mimi yaliniudhi. And that's why niliona hata simu yake nikiangalia naona haina haja nipokee kwa saizi. Juu saizi niko na zile tu unaweza fanya na mtu kitu upate kumbe yeye akuoni kama mtu. Yeah, actually mimi kitu ilinibo ama kitu yenye iko nifurahisha mimi naweza sema ni ile like ile ilikuwa kitu ndogo sana but alikuja akaongea vitu zingine mingi zenye unashindwa hizi nani aliuliza. Unaona ameweza kusema venye sijui you know why do that ladies? I don't understand why. But the way I react hata zile mambo zingine unajua wakati kuna mambo aliongea pale yalifaa ni ya kwa nyumba. Yeah, exactly. Pale kama ingelikuwa mimi ni mgonjwa sasa, pale ni OC. Mgonjwa hakuna vile tena unaweza mpigia makelele kwa hospitali nini, hata wale madaktari wengine watashangaa kwani ni nini inaendelea. Mambo yetu ya nyumba tunaileta mpaka OC. Sasa ndio na saa zingine najaribu kuambia watu ukiwa na mtu jaribuni hata kama kuna issues. Issue ya nyumba waje ibaki kwa ya nyumba. Ikiwa ni hapa nje inaweza ongelewa, wacha iongelewe. Lakini kila kitu inafanyika kwa wakati wake. Okay. So maybe mimi nikimalizia nataka tu kujua watoto wako aje, as in after wao wamejua hiyo story. Ama ni wadogo ama wajui. No. Watoto wale ni watu wazima. Juu lazima waliona mama ametoka. Otherwise makelele walifikia kidogo lakini unajua sisi wanaume hatunanga ile time ya kujibishana na wanawake. Vile nilitoka pala akakuja kwa nyumba, wakati alikuja aliongea. Nilikuwa unajua nilinyamaza. Akisema ninaenda. Yeye unajua kuna vile aliongea kidhani maybe nitamkanya nimwambie maybe baby acha tutaongea hiyo itaisha. Watoto walifikia akiongea. Lakini mimi nilinyamaza baada yake yeye kutoka. Watoto waliniuliza kwa dadie mama anaenda wapi? Kaelezea hapana kuna mambo 2-3 ni kama anaenda nyumbani kwa Salim. But baadaye unajua saizi lazima ukae na watoto waelezee uko hivi na vile. Saizi wakati tunaficha watoto. Kaambia ilikuwa hivi na vile. So that's why it happen hivi. So watoto wana understand. Exactly. Exactly. Okay, thank you so much for calling me. At least umekuja clear the air. Yeah. Mimi nakuombea the best. Yeah. Ufanikiwe hizo process zenye unafanya ufanikiwe. Thank you. Yeah, na wewe mwenyewe tu ukiona amechange nimekwambia tu nikiona akionyesha naweza nitamrudisha lakini baada ya mimi kutulia. Hiyo inabidi nikuwe na muda wa kufikiria sana. Okay, thank you so much for coming. Mimi nashukuru sana. Nashukuru pia. Yeah. Nashukuru sana. Okay. So unaweza acha nimalize video. Yeah. So guys, that has been the discussion with Frederick here. Nilimfanyia loyalty test last time. Kama unataka nikufanyia loyalty test, chukua hii namba iko hapo chini. Call that number ama unitext WhatsApp uniambie, unielezee situation yako. Na kuna mwenye alinipigia akaniambia ako Busia, uko ni mbali sana. So kama uko mbali unajua kuna hizo expenses za traveling and whatever. So if you are ready to cater for those expenses, mimi nitakuja na cameraman wangu hapa hivi. So subscribe to the channel, like this video and see you next time.